natamani niseme nawe juu ya habari ya kujenga madhabahu ya Bwana. Kujenga madhabahu ya Bwana. Mwambie mwenzako kujenga madhabahu ya Bwana. Kazini macho mwambie kujenga madhabahu ya Bwana. Kama hajakupa tabasamu, unaweza kuhama kiti ukaenda kiti kingine. Kujenga madhabahu ya Bwana. Kwenye kitabu kile cha Wafalme wa Kwanza sura ya 18 mstari wa 30 mpaka wa 40, nikipata msomaji itakuwa nzuri. Kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 18 mstari wa 30 hadi wa 40 ni maandiko yanayokwenda kutuonyesha vile madhabahu ya Bwana iliyokuwa imeharibika, imevunjika, hakuna kazi inayofanywa juu ya madhabahu hiyo, ilivyojengwa upya na kuleta matumaini kwa watu wote. Sema amina. Kwa tunaposema madhabahu ni mahali ambapo watu na Mungu au miungu wanakutana au wanawasiliana. Sisi kwetu tuliookoka, madhabahu ambayo tunaitumia ni mahali ambapo watoto wa Mungu waliookolewa wanayemwamini Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yao wanakutana na Mungu wao. Sema amen. Madhabahu ya kanisa la FPCT Madafu ni mahali hapa. Sema amen. Kwa tunapokuja mahali hapa hatuji tu ili tukutane, tuonane, tufahamiane na kusalimiana, lakini tunakuja kukutana na Mungu wetu aliye hai. Watu wote tuseme amen. Kwa madhabahu ni mahali ambapo watoto wa Mungu na Mungu hukutana ili kufanya mawasiliano au kukutana kwa masuala ya kiroho. Kwenye kitabu kile cha Wafalme wa Kwanza, tafadhali kama umekwisha kuona unaweza kusoma. Kisha Elia akawaambia watu wote, nikaribieni mimi. Ndio. Watu wote wakamkaribia. Sawa. Akaitengeneza madhabahu ya Bwana iliyovunjika. Elia akatwaa mawe 12 kwa hesabu ya kabila la wana wa Yakobo. Ndio. Aliyejiliwa na neno la Bwana. Na kuambiwa, jina lako litakuwa Israeli. Amen. Naye akaijenga madhabahu kwa mawe hayo katika jina la Bwana. Amen. Akafanya mfereji kama vipimo viwili vya mbegu ukizunguka madhabahu. Kisha akazipanga zile kuni, akamkata yule ng'ombe vipande vipande, akaviweka juu ya kuni. Akasema, jazeni mapipa 4 maji, wayamwage juu ya sadaka ya kuteketezwa na ya kuni. Weka mstari wa 36, Luka. Ikawa wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, Elia nabii akakaribia akasema, Bwana Mungu wa Ibrahim na wa Isaka na wa Israeli, na ijulikane leo ya kuwa wewe ndiwe Mungu katika Israeli, na ya kuwa mimi ni mtumishi wako, na ya kuwa nimefanya mambo hayo yote kwa neno lako. Ndio. Unisikie Bwana. Unisikie ili watu hawa wajue ya kuwa wewe Bwana ndiwe Mungu, na ya kuwa wewe umewageuza moyo wakurudie. Ndipo moto wa Bwana ukashuka ukaiteketeza sadaka ya kuteketezwa na kuni na mawe na mavumbi, uyalambe yale maji yaliyokuwamo katika mfereji. Na watu wote walipoona wakaanguka kifudifudi, wakasema, Bwana ndiye Bwana, Bwana ndiye Mungu, Bwana ndiye Mungu. Elia akawaambia, wakamateni hao manabii wa Baali, asiokoke hata mmoja. Wakawakamata, na Elia akawachukua mpaka kijito cha Kishoni, akawaua huko. Makofi kwa Bwana Yesu. Makofi yako yaongezeke tena kwa Bwana Yesu. Haleluya. Nasema juu ya kujenga madhabahu ya Bwana, kwamba kuna madhabahu hapa 2. Ukisoma kwenye kuanzia mstari ule wa kwanza utakutana na madhabahu za aina 2. Madhabahu ya kwanza ilikuwa madhabahu ya watu wa giza, kwa maana ya ufalme wa kishetani, watu waliokuwa wanamwabudu Mungu Baali kwenye taifa la Israeli.
lakini ilikuwepo madhabahu nyingine iliyojengwa na nabii wa Mungu Elia, ambayo ilikuwa ni madhabahu ya Mungu aliye hai. Kwa nini madhabahu hizi zilijengwa? Zilijengwa kwa sababu kulikuwa na ushindani. Kuna mambo yalikuwa yametokea kwenye taifa la Israeli ambalo ni taifa la Mungu. Lile jambo lilikuwa limevuruga watu, likawagawa watu kwenye makundi. Sasa wakatakiwa wapate suluhu kwamba Mungu yupi anapaswa kuabudiwa, na kwa sababu Mungu au miungu ina tabia ya kwenda kuongea na watu wao kupitia madhabahu, ikatakiwa zijengwe madhabahu, na ile madhabahu itakayotoa majibu yanayotarajiwa kwa taifa, huyo ndiye Mungu atakayeabudiwa. Sema amina. Kwa kulikuwa kumetokea maovu, Elia akatangaza kwamba taifa la Israeli halitapata mvua mpaka miaka 3.5 ipite, isipokuwa kwa neno lake. Aliposema vile akaondoka, akatoroka, maana ametangaza njaa kali, ametangaza maafa. Sasa haitakiwi tena aonekane kwenye ile taifa. Mfalme Ahabu akaanza kutuma watu, wakaenda kwenye mataifa mbalimbali kwenda kumsaka Elia, lakini Elia hakupatikana. Baada ya miaka 3.5 kina karibia kuisha, Elia anatokea, anakutana na afisa mmoja aliyekuwa anafanya kazi kwenye ofisi ya rais, na kumwambia kwamba neno kamwambie rais au kamwambie mfalme Ahabu ya kwamba niko hapa. Yule mtu akataka kusita, lakini akamwambia neno kamwambie. Akaenda. Alipoenda akamwambia, mfalme Ahabu akataka kwenda kumlaki, akaenda kaonana na Elia. Elia akamwambia, niletee watu kwenye mlima Karmeli, mimi sio mtabishaji wa Israeli isipokuwa wewe na maovu yako. Sasa Ahabu akataka kujua kwamba je, ni kweli mimi ndimi ninayetabisha taifa la Israeli au huyu aliyetangaza ukame kwenye taifa hili muda wa miaka 3.5? Akawapandisha manabii wake wa Baali waliokuwa 450, lakini na wengine watu 400 wengine, kwa walikuwa ni kama watu 850 hivi, wakapanda kwenye mlima Karmeli. Akaongezeka na nabii mmoja Elia ambaye alikuwa hana wafuasi kiukweli kwa wakati ule. Kwa akapanda juu mlimani, ikatakiwa madhabahu itakayotoa majibu yanayotarajia kushusha moto bila ya kuwasha moto kwenye kuni na manyasi, huyo ndiye Mungu atakayeabudiwa. Haleluya, haleluya. Tuna Mungu mkuu anayefanya mambo makubwa kuliko vile tunavyowaza. Elia wakati anawaambia haya, si kwamba alikuwa hawezi kushusha moto, si kweli kwamba angeweza kutangaza mechi ya namna hii wakati hana uzoefu wa kuleta moto bila ya kuwasha kwa kiberiti. Na wale manabii wa Baali, sina hakika kwamba walikuwa hawawezi kushusha moto na kuleta moto bila kuwasha moto, bila kutumia kiberiti, wakakubali kuingia kwenye hiyo mechi. Wangesema hapana, hatuwezi, labda tutumie njia nyingine, tunamjua Mungu wetu, labda wao tunafanya hivi na anaweza kufanya maajabu. Miungu yao ilikuwa inajibu, lakini mpaka wanakubali kuingia kwenye hayo mashindano, ni dhahiri ya kwamba Mungu Baali alikuwa na uwezo wa kujibu kwa moto, lakini Mungu wetu au Mungu wa Elia alikuwa na uwezo wa kujibu kwa moto. Lakini kinachofanyika ni kwamba Elia mpaka anakuja kwenye hii mechi alikuwa ametoka mafichoni. Sema amen. Kazi aliyofanya kwanza ni kufunga uwezo wa Mungu Baali ili amuingize kwenye mapambano huku akiwa hana uwezo tena. Madhabahu ya Elia ilikuwa inawaka moto siku zote akiwa yuko mafichoni. Anapokuja kwenye hadhara ya watu alikuwa tayari na uhakika kwamba Mungu wake lazima ashushe moto, lakini kazi ya kwanza lazima afunge uwezo wa miungu mingine kushusha moto. Madhabahu ya Elia ilikuwa iko hai. Sijajua madhabahu yako iko hai au imekufa. Sijajua madhabahu yako bado imejengwa au imebomolewa. Mungu wetu anatamani kuona kwamba madhabahu zetu ziko hai katika jina la Yesu. Madhabahu ya madafu ni hai katika jina la Yesu. Sema amina. Madhabahu ya nyumbani kwako sijajua ikoje. Sijajua madhabahu ya ukoo wako iko na hali gani. Sijajua madhabahu ya familia yako iko namna gani. Kwenye madhabahu ni mahali ambapo tunakwenda kukata rufani ya kesi ambazo zimeshindikana kibinadamu. Sema amen. Kuna wakati wasuluhishaji wanaweza wakafika mwisho wa kusuluhisha. Washauri wenye fedha na wenye vyeo na heshima na elimu za dunia hii wanaweza wakakwama, lakini tunapokwenda madhabahuni ni mahali pa kwenda kinyume na taratibu zote zilizowekwa. Sema amina. Wayahudi wakati fulani waliwahi kuandikiwa kuuawa. Walipandikiwa kuuawa wakiwa wako Shushani Mgomeni. Akina Esther
na Mordekai na wenzake wakasema hii haiwezi kutanguliwa, maana ni sheria ya Wamedi na Wajemi, huwa haibadiliki. Wakageuka wakaenda kwenye madhabahu zao, wakaacha kula na kunywa siku 3. Madhabahu ikaanza kujibu. Yule aliyetakiwa kuwaua akauawa kwanza, halafu nyuma yake nayo pia ikakamatwa, wakauawa watu isivyo kawaida, kwa sababu madhabahu yao iko hai katika jina la Yesu. Mungu ananituma kukuambia mchana wa leo ya kwamba mwaka 2026 ni wakati wa kujenga madhabahu yako ya maombi. Lazima madhabahu yako ya maombi iwe hai katika jina la Yesu. Ninafahamu habari za mtumishi mmoja ambaye siku moja akiwa amealikwa kwenda kuhubiri mahali, alipoambiwa habari zile, wakati anataka kwenda mwanaye akafariki, akasema mimi sitaacha kwenda kuhubiri, ila mwanangu nitamwacha, nitakwenda kumzika baada ya kutoka kuhubiri. Akampeleka akamlaza kwenye chumba cha maombi. Wakati ameenda kuhubiri, ile anarudi, kabla hajaanza kuhubiri hakuambia chochote aliyokwenda kuwahubiria, lakini ile mwishoni anawaambia jamani, nimekuja kuhubiri lakini nimeacha msiba nyumbani, mwanangu amekufa. Watu kwa huruma kanisa ikabatana naye kwenda kumsindikiza ili wamtie faraja na wafanye maziko. Lakini wakati wanakaribia nyumba yake, wanashangaa ndani kuna mziki. Hakuna mtu yeyote aliyemwacha ndani zaidi ya maiti. Wanasikia kuna mziki mkubwa unapigwa mle ndani, kwenda kuangalia mtoto yuko hai, kwa sababu madhabahu ya mtu yule imekwisha kuwa hai na tena cheche. Haleluya! Madhabahu zetu lazima ziwe hai katika jina la Yesu. Madhabahu za nyumbani kwetu ziwe hai katika jina la Yesu. Madhabahu yako binafsi iwe hai mwaka 2026. Wanaonielewa waseme amen. Haleluya! Madhabahu ya Elia, yeye alichotaka kuonyesha kwamba yeye si wa kawaida, akawaambia manabii wa Baali, mnisaidie, maana kazi nayo kwenda kufanya ni kubwa kupita kawaida. Akawaambia mniletee mawe 12. Akachimba mfereji, akaweka yale mawe, akawaambia anzeni kumwaga maji, pipa la kwanza, la pili mpaka la 12. Baada ya hapo akatandaza kuni juu yake. Amekwisha